kadiri ashaika vitu fulani anavitengeleza, lakini kwa mtu wa kuja kutimiza vile vitu vikue kabisa ni Mungu. Sisi tunaweza kupanda miti, lakini wa kufanya miti ikue mpaka itoe matunda ni Mungu. Sisi tunaweza kununua mnyama chukule tumvuge, lakini yule mtu ambaye atafanya huo mnyama uwe na faida kwa maisha yako na awe na uzima, huyo ni Mungu. Katika maisha tunaweza kuwa na jamii, unaweza kuzaa watoto, lakini yule atakusaidia watoto wafike mbali na kuwa wazima ni Mungu. Haleluya. Lakini ni kwamba watu wengi wanakuwa na ile tamaduni, wanaanza kusema kwamba ni mimi ndo nilifanya, ni mimi ndo niliwezesha, ni mimi ndo nilifanya hivi na hivi. Hapo napata kwamba Mungu anakashirika kwa maamuzi ambayo tunajiwekea kukamilisha na kumweka Mungu mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Watu walianza vizuri, lakini wakianza kupata sifa za kimaisha wanaweza kusema ni pesa zangu zimefanya. Watu wanapata maisha mazuri wakiendelea kufanikiwa, wakati ambapo vitu vinanawiri anakosa heshima kwa Mungu, anasema kwamba hii ni bidii yangu. Lakini unapata kwamba Paulo alikuwa anaambia kanisa la Korintho kwamba ni nani ambaye anapanda? Ni nani ambaye anafanya? Yule tu ambaye anakamilisha ni Mungu peke yake. Yule ambaye anamwagilia maji ni Mungu peke yake. Katika maisha ya sasa unahitajika kuwa na mtu ambaye anafanya kazi yake inaweza kuonekana ni mbaya, lakini kuna mtu ambaye anaweza leta kipato, watu wakaanza kushangaa, wakasema ni nani aliyefanya? Wanasema kwamba ni Mungu amefanya. Haleluya. Ni Mungu anafanya, watu wanapata kazi. Ni Mungu anafanya, unaweza hata kazi watu wakucheke, lakini kumbe Mungu ako ndani yake na kazi inanawiri. Watu wakiuliza sema ni Mungu. Haleluya. Lakini ukisema kwa nguvu zako, you will never go anywhere. Hautaenda popote. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi wamefeli katika maisha sababu wamejiwekea, mtu akipata kazi anakosa kwenda, anafika mahali anakosa hata kufanya mambo na Mungu. Anaanza kuona kwamba yeye ndiye amejitegemea, amejiwekea hiyo misingi. Inakuja kupatikana kwamba wakati kazi inaisha ndiye anaanza kumrudia Mungu. Too late. Too late. Haleluya. Unapokuwa na ufahamu katika maisha yako, mkumbuke Muumba wako kama ungali uko na nguvu. Jina la Bwana libarikiwe. Mkumbuke Muumba wako kama ungali uko na fahamu za kweli. Mkumbuke Muumba wako kama unaweza kushika fedha. Mkumbuke Muumba wako kama unaweza kukula vizuri. Haleluya. Usimkumbuke Mungu wakati ambapo kuna shida, wakati ambapo umepinyika. Unamkumbuka Mungu, anasema hapana, mimi pia nahitaji watu wanialike mahali penye pazuri. Kuna tajiri mmoja katika Biblia aliandaa harusi. Akaandaa harusi kubwa sana. Na akasema kwamba mahali hapa sitahitaji watu ambao ni walemavu, sihitaji watu ambao wako chini, nahitaji watu ambao harusi imewekwa VIP peke yao. Lakini maandiko yanasema kwamba wakati alikuwa maandalizi ya harusi, ilifika asubuhi, maandalizi yamefanyika, hakuna mtu alikuja. Ikafika saa 4 hakuna mtu, saa 5 hakuna mtu. Yule alikuja tu alikuwa ni yule wazimu, ile watu ambao wanapulizanga neto wakaenda mundu muone. Yeye alikuja. Wakati alikuja akasema kwamba sasa sitaki, nilisema kwamba sitaki watu wote, kama kuna watu ambao